Nasema kwamba natembea lazima anguke kura. Wametoa chakula ya msaada kutoka Turkana, kutoka Garissa, kutoka kule Wajir na Lamu, mahali watu wanakufa njaa, hata chakula wameleta hapa. Wanatembea wakipatia watu chakula kimetoka kwa serikali, kutoka kwa serikali, alafu wasema natembea ni mbaya. Mimi ni mbaya? Nyinyi mnadanganywa. Mnadanganywa na hii mambo ya kupatia chakula kama kuku. Najua Kaini alikufa, ndio? Lakini Kaini bado alizaliwa. Damu yake bado iko, ndio? Herode alikufa, lakini Herode bado yuko. Ama namna gani? Na Judas Iscariot alibaki kwa jamii ya Mlembe, jamii ya Mluya. Tukienda pande hii, Judas anapewa pesa kidogo, anakuja kutugawanya sisi. Mtakubali maneno? Mtakubali kupangwa? Siasa ya taifa la Kenya imepangwa kwa misingi ya kijamii. Hiyo ndio kweli wa mambo. Ukienda hapa Rift Valley hapa, kiongozi wao bila kuuliza, hata jamii ya Wasabot hapa wanasemanga Ruto hawezi kuja kuomba kura hapa. Hiyo walimaliza. Kwa sababu gani mlimaliza? Na jamii yenu ni mtu yenu, si ndio? Anaongoza Rift Valley. Raila alikuwa anaongoza Nyanza, kweli ama uongo? Alikuwa akikohoa, wajaluo wote wanashikwa na homa, si ndio? Ukienda kule Ukambani, Kalonzo Musyoka anaongoza, si ndio? Ukienda kule Mlimani kule Central, Rigathi Gachagua anaongoza, si ndio? Na Waluya ati nyinyi ni watu wajinga kama kondoo, mnangojea watu wengine kuja kuwapanga. Nyinyi mtakubali kupangwa raundi hii? Wale watoto wetu ambao wameshikwa mkono na watu kutoka nje, mtawakataa? Mtakubali? Uhuru wa taifa la Kenya walikuwa wanapigana na mzungu, si ndio? Mzungu alikuwa na bunduki, alikuwa na bombs, alikuwa na magari. Wale wazee wa kwanza na waliambiwa na kina mama, kama msipoenda kupigana, mtoe longi, sisi tupigane vita. Hawa jamaa wakatoka na mapanga, wakatoka na mishale, wanaenda kupigana na mtu ambaye ako na bunduki. Lakini walijiamini kwamba hata kama watakufa, iko siku moja watoto wao na watoto wao hawatakaa kama slaves, ndio? Kama watumwa. Walijua watakufa. Ama mimi nadanganya? Hata saa hizi msifikiri kwamba tuko na freedom. Tulipatiwa bendera, lakini freedom ile ya uchumi ya mifuko hatuko nayo. Kenya hii kuna ripoti imetoka juzi ya kwamba kwa Kenya 125 125 Kenyans wanamiliki mali kuliko wa Kenya milioni 42. Hiyo ni uhuru gani hiyo? Hiyo ni uhuru gani hiyo? Hiyo ndio uhuru tunapigania, and just basic rights. Na mimi nilisema, mimi nikikuwa gavana, mambo ya watu kuja kujazaa Trans Nzoia ilisha. Watu kuja kutoka sehemu zingine kuja kutupanga sisi, maneno ilifanya nini? Mimi najuga county, maana nilishika Biblia na nikaapa kwamba nitaongoza Trans Nzoia kulingana na katiba ya Kenya. Watu wachunge kwao, si ndio? Watu wache sisi tujipange, maana Trans Nzoia ni Kenya ndogo. Kabila zote ziko Trans Nzoia hii. Ukikuja kwa serikali yangu, mmeona Toromoi yako ni Mnandi, si ndio? Umeona Kasheru wako Patrick ni Mkikuyu. Tuko mwingine anaitwa Lorot ni Mturukana, si ndio? Umeona Barongo hapa waziri ni Mkisii. Tuko mwingine anaitwa Ojwang ni Mjaluo. Ama namna gani? Na tuko na Wamalwa, tuko na Hatundi, tuko na Generosi Mutama, hao ni Waluya, si ndio? Na tuko na Gumo. Gumo ni Mluya ama ni Muganda? Na tuko na Gumo. Serikali yetu inaonyesha sura ya taifa la Kenya. Ningependa wale ambao wanasema nafanya ukabila walete kaunti moja Kenya hii ambayo iko na baraza la mawaziri ambayo inakaa kama hii yangu. Hata hii Wasimijishu ama Nandi ama Kericho ama Elgeyo Marakwet, waone kama iko na sura ya Kenya kama hii Trans Nzoia. Hawa jamaa tulete, ndio? Wasitupange, maana hii serikali ya Trans Nzoia
inaongozwa na mtu ambaye alibobea kwa mambo ya administration. Hii mambo ya ukatoa mimi sijui. Maana nikifanya kazi kama DO, kama DC, kama county commissioner, kama RC, sikuwa nakaa na wabukusu, nilikuwa nakaa na watu wengine. Ama namna gani? Siwezi kuja hapa tuanze kufanya mambo ya ukabila. Wala ambao wanataka kusumbua sisi ndio wanaleta hiyo story. Sio lazima kila mtu akwe ndani ya serikali ndio nchi endelee. Lazima kukuwe na watu ambao wanabaki nje kukosoa serikali. Sio? Mbona mimi nikikosoa serikali wananiletea kizarani? Ande ramu mbuzu. Wanataka sisi wote tuingie ndani ya serikali. Katiba ya Kenya isemi namna hiyo. Katiba ya Kenya inasema kuna majority na kuna minority. Wala ambao tumeshinda tunakuwa minority, wala kwa serikali ni majority. Sio? Mimi nikisema kwamba mambo ya SHA haifanyi kazi, usimletee kisirani. Ama namna gani? Maana mimi nakaa na watu yangu, mimi naendesha idara ya afya, mimi najua kwamba SHA haifanyi kazi. Lakini wengine wameenda kule Nairobi, wamekula, wameshiba, wanadanganya president kwamba SHA haifanyi kazi, fulani anafanya kazi. SHA haifanyi nini? Na sisi ambao tutapeana huduma ya afya, inafika mahali tunakuwa na challenge. Maana tumetibu watu, tunangojea pesa kutoka kwa SHA, SHA ileti pesa. Sasa hata kununua madawa inakuwa shida. Ili madawa mnaona hapa ile kungangana kidogo kidogo, lakini pesa kutoka kwa SHA hakuna. Haipo. Hata nyinyi wakina mama ambao mnajifungua, iko linda mama? Iko linda mama? Sasa Kenya inaendelea mbele ama inarudi nyuma? Kama serikali haiwezi kuangalia mama ambaye anabeba uzao ambao unakuja, kuhakikisha kwamba anaangaliwa vizuri, afya yake inaangalia mzuri, hiyo serikali tupeleka mahali mazuri, mahali babaya. Sasa wamama ambao walikuwa wanazalia hospitali wamerudi kwenda kuzalia kwa mitaro na kwa mahindi huko, maana hakuna bima. Na mama kama ajifungulie hospitali, kuna uwezekano mama atakufa ama atapata majeraha mabaya ama mtoto atapata nini? Lazima tuangalie watu wetu, watu look at the future of Kenya. Lazima waangalie mambo ya SHA, tusidanganyane. SHA iko na matatizo, ile pesa ambayo SHA iko nayo haitoshelezi maana masuala ya afya. Ama namna gani? Juzi mtihani umetoka. Sijui wanasema ni ya junior school, sijui ni ya nini? Hatunaikoje? Yenye ndio mnajua nini? Sasa watoto wamepigwa na wazazi, hadi mtoto alipata E. Wewe kupata E, hadi ndio kupata A. Unapata E mbili hadi EE1. Hadi EE2. Hadi ME1. Hadi BE1. Ndio. Sasa hii mfumo ambao huko na ile ilikuwepo, wanasema hakuna kirango watoto, tofauti ni nini? Hii imekuwa more complicated, sio? Wazazi uelewe kama mtoto alipita mtihani ama Sasa maajabu ni haya. Watoto wamekuja kwa ofisi yangu, walipita mtihani, ameitwa Makueni kule Ukambani kwa day school. Sasa kule Makueni anaenda kuishi wapi? Hadi wanasema kitu iko pathway. Wametafuta pathway ya michezo, amepelekwa Makueni. Hao watu wanachezea, ndio? They should not be complicated. Watu waelewe tu maneno kwa mtoto ametoka class 1, amefika 8, anafanya mtihani, anaenda form 4, amepita mtihani, anaenda university. Wawacha kuletea kizurani, ndio? Sisi tukisema haya maneno tunasema ukweli ambao uko. We are not lying. Sasa wale watoto ambao wamefanya mtihani wanaenda senior school, wanaenda kupata mwalimu ambaye alifunzwa na 844, mwenyewe amekuwa anafunza 844. Hajui mambo ya CBE ya competence based education, yeye hajui. Anangojea mtoto ambaye anakuja na competence based, watakutania wapi? Sasa serikali imekuondoa hiyo, inaanza ndio wanaanza kutrain walimu wa senior secondary school. Saa hii ndio wana train.
Tuko na elimu ambayo hakuna mahali pengine. Ukienda Uganda ni tofauti, Tanzania ni tofauti. Hii yetu ni yetu tu, hakuna mahali pengine. Tumesema sisi tukichukua hatamu ya uongozi lazima tukuwe na uongozi tofauti. Mambo ya kufanya biashara kama wewe ni president wachana nayo. Ama namna gani? Wananchi wanapanda mahindi, president anapanda mahindi. Wananchi wanapanda mahindi, president. Biashara hiyo hapana. Waacha kupanda mahindi ndio. Waacha kupanda mahindi. Wananchi wanakimbia kwa matatu, kwa barabara na manamba. Wewe pia uko na matatu yako na manamba. Wananchi wanapasua mbao, president anapasua mbao. Na katiba na sheria ya Kenya inapatia president mali nyingi sana, hawezi kuwa maskini maisha. Na uzao wake unang'ang'ania nini? Twende kwa hiyo space, tutafuta nafasi ya kuinua watu wetu, watoe kwenye shimo kwa kuja hapa juu, ndio?